Nilipofika katika ule mjengo wa bi mkubwa wa kizungu hapo Australia, moja kwa moja bi mkubwa kaenda na misosi. Kweli mwanangu, mjengo wa kibabe, full mwa swimming pool, full mwa jacuzzi. Mimi nikasema mwanangu, maisha ndo haya, nishaingia ndani ya Australia mwanangu, haina kulemba. Kweli bi mkubwa moja kwa moja kanipeleka zangu shopping. Asubuhi yake hiyo. Shopping tulivyorudi bi mkubwa akaniambia, akaniuliza swali, "Are you married in Africa?" Yani umeoa Afrika? Mimi nikamwambia no wife, sijaoa Afrika. Akaniambia hata mimi mwenyewe sina husband, no husband. Kwa hiyo hapa nilipo mimi na mtoto mmoja, sasa mwanangu anakaa mji mwingine anaitwa Melbourne. Huo mji wa Melbourne yeye mtoto na kazi yake anafanya kazi huko, kwa akipata likizo ndo anakujaga pale kukana bi mkubwa wake. Kwa hiyo dakika za mwisho akaniambia, mama, mimi nashukuru Mungu sana kukupata mtu kama wewe, umenipa kampani, utanipa furaha kwa sababu kwanza mimi mwenyewe hapa nilikuwa naishi peke yangu aloni. Nikamwambia bwana bi mkubwa usijali. Lakini dakika za mwisho bi mkubwa akaniambia, bwana mimi nataka kwa sababu upo single na mimi nipo single, basi nataka uwe mume wangu. Mimi nikamwambia yani kimoyo moyo, nikasema yani bi mkubwa, yani wewe umechelewa, ungesema kule klabu. Yani hapa nikamjibu chapu, nikamwambia bi mkubwa, yani usijali. Yani kama vipi, yani mimi ndo shafika, yani mimi ndo wako. Nikamwambia yani wewe utapata mapenzi, yani mapenzi moto moto, mapenzi matamu, mapenzi ya kutoka Afrika. Kwa hiyo dakika za mwisho katika michezo chakula cha usiku, sasa mwanangu michezo kitandani. Na Mwenyezi Mungu mimi kanijalia, akanipa tango, hajanipa mimi bamia. Sina kibamia, na tango la kibabe. Kwa hiyo dakika za mwisho michezo nilikuwa nampa mwanangu, nampa vitu yani vinne vitatu mpaka asubuhi. Kwa hiyo dakika za mwisho yule mkubwa akawa anaenda kuwatambia wenzake kwamba yeye mwanangu kapata mgeni kutoka Afrika, afu mgeni mwenyewe kazi sio kinyonge. Wale wazungu wenzake mwanangu wakawa wanaona gere, wakawa wanakuja nyumbani kimya kunivizia mimi, kwa sababu nyumbani kwa rafiki zao, kwa rafiki yao wanapajua. Na mimi nikawa najua wale kama mashemeji zangu, kwa sababu kipindi cha katikati kabla hawajaanza kuniletea michezo ya ajabu, wale marafiki zake walikuwa wanakuja kunitazama pale ni fresh. Lakini dakika za mwisho marafiki zake wakaanza kuniambia, bwana sikiliza, tufanyie kama unavyomfanyia rafiki yetu. Kama hutaki kutufanyia kama unavyofanyia rafiki yetu, sisi tunakuletea mafande, tunakungolesha, unarudi kwenu Afrika, kwa sababu siri yako sisi tunayo. Wewe tunajua hauna pasipoti, hauna mpango, hauna kibali chochote cha kuishi hapa Australia. Mimi nikamwambia, jamani akina dada msifanye hivyo. Basi akina dada wale wakaanza mimi kunibaka katika ule mjengo, kati demu wangu mimi hayupo, ule mama watoto wangu hayupo, yupo kazini.